Hello guys, ladies and gentlemen. This is Blue Kingdom TV back again. Bwana, hatuwezi kukaa mbali nanyi kabisa. Tunawapa karibu sana. Hii ni Blue Talent Show. Tunarudia tena na tena kuasha cheche kabisa. Bwana, tunakuja chokoza kuchimbua zile habari mbalimbali zinazo trending mitandaoni paka kule mitani. Maisha ya watu, maisha ya masters hapa Burundi, bara Afrika na hapa East Africa. Hatuwezi kukaa mbali nanyi kabisa. Tunawapenda sana. Hii ni mwaka mpya na mambo mapya kabisa. Blue Kingdom TV. Unaweza kujiunga nasi kupitia channel yetu ya YouTube ni Blue Kingdom TV. Vivyo hivyo unaenda kwenye ukurasa wetu wa Facebook ni Blue Kingdom TV. Huyu ni Mr. Ox Winner. Ukitaka unite Mr. Ox Lee, haina shida. Bwana, ile tunawaletea mambo mbalimbali kabisa. Muhimu sana, show kali, show tofauti, Blue Talent Show. Na kuambia talent zaidi ya zingine talent, vipaji zaidi ya vingine vipaji ni akili yako. Mungu akampa akili, ndio tala ya kwanza duniani nzima, akili yako. Leo tunakusogezea watu muhimu sana. Tuko na watu vigogo. Karibu sana. Asante sana. Bwana, karibu sana hapa mjongoni ya Blue Kingdom TV. Kweli, asante sana. Mjisikie sawa kabisa, mjisikie huru, hapa ndo home, nyumbani kabisa. Kweli. Bwana, tunaanza moja kwa moja. Jina lako? Naitwa John. Naitwa Mr. John. Okay, tunaona mwenzako hapa, nani naye jina lake? Mimi naitwa Mr. Peter. Mr. Peter. Wala Pierre en français. Okay. Bwana, sijui tunaanzia wapi, lakini moja kwa moja tunaenda na swali zetu. Tunataka mtuambie umekuja hapa kufanya nini, yani chenye kinawaleta hapa. Hapa siku ya leo tunakia kuongelea kazi yetu. Kazi yenu. Yani kwa kifupi mimi naita talent. Voilà, ndio talent. Bwana, talent yenu ni ipi? Bon, sisi kawaida tunatumika kama ASBL. Donc kwa lugha ya Kifaransa ni Association sans but lucratif. Na sisi ni International Moses Foundation. Okay, nishawaambia kwamba talent kubwa zaidi ya zingine talent ni akili yako. Karibu sana. Wanakuja kuambia kuhusu International Moses Foundation. Kwa nini International Moses Foundation? Tunasema International Moses Foundation kwa kuwa unajua kila kitu unatumika inatakiwa mtie Mungu ndani. Unajua sisi tuliona tuliona vitu tofauti. Sasa tulifuata historia ya Afrika. Unajua tunazungumzia Egypt ya zamani. Unajua Egypt ilifika wakati ilikuwa ni puissance mondiale. Na sasa kwa zile siku, kwa zile zama palikuwa watu wa Mungu walikuwa wanateseka sana. Taifa la Mungu ilikuwa linateseka sana. Na Mungu akatuma mtu. Mungu akatuma mtu, akamtuma Moses. Akamtuma Musa aje agomboe watu wake. Okay. Na sisi kama vile International Moses Foundation yani tunakuya hivyo. Yani Mungu alitutuma sisi. Yani na sisi ni watume wa Mungu. Unajua kugomboa watu. Unajua watu wengi wanateseka bro. Wanateseka dunia ina mambo dunia hapa. Watoto pana wafungwa, pana vina mama nao wanateseka hivyo. Okay. Yani sasa inataka sisi tuzi tunasema kwamba tunakuja kumaliza, lakini ile kidogo yenyewe Mungu alitutuma tufanye, tutajitahidi. Bwana, International Moses Foundation tunaenda, yani tuingie kindaki geni. Yani tunataka kujua sasa mnatumika aje? Sisi tunatumika kama watu wengine, lakini hatuko watu wengine. Yani sisi kazi yetu tunatumika, tunaangalia wale watu kweli wenyewe wanatakiwa msaada. Unajua pana watu kweli wenyewe washakata kitumaini, yani hawana msaada yoyote au watu wale ndo tunaangalia sana. Yani kazi yetu inaelekea kwa wale watu yale wenyewe wanasema hawajiwezi, wanyonge. Pana unajua watu wengi hawajiwezi, lakini sasa pana wale watu wenyewe ni kama wako ndani ya wenyewe hawajiwezi. Yani ni watu hawana chochote, ni watu washakata kitumaini, yani ni watu fulani hivi. Yani wanabakia nategemea Mungu. Okay. Sana sisi
tunakuja kuwasaidia kama vile watumishi wa Mungu. Okay. Yeah. Bwana hapo namwambia yani hizi salama zangu zifike kwa Ezekiel worshiper. Naye iko na hiyo kazi sasa, sometimes anafikia wenyewe wanasemeka kwamba ni hawajiwezi, wanakula chakula kinatoka majalala. Bwana Ezekiel worshiper, ujisikie sana kabisa, hongera sana kwa kazi yako. Nasikia hapa na Foundation International Moses na walishaanza kazi kama na hiyo. Bwana unasikia kwamba kazi ziko sawa. Tunataka kwa neno moja tu uniambie watu wenyewe hawajiwezi. Kutokujiwezi vinamaanisha nini? Watu wenyewe hawajiwezi. Juu kila mtu anaweza sema mimi sijiwezi. Unajua kutokosa kujiweza ni nini? Pana kitu inaitwa volonté. Unajua? Yaani pako watu wenyewe hawana ile volonté ya kufanya kitu. Unajua sisi kawaida sonona kama ukiona mtu kama kilema hivi. Yeah. Ukimwona kilema unaelewa kama hajiwezi. Juu anakuwa iko na handicap. Okay. Unaona, yani anakuwa iko na handicap, yani anakuwa ana kiungo kimoja. Kiungo moja anaweza tuma mtu akakuwa hajiwezi, yani hajienezi. Hawezi kufanya vitu kawaida kama mtu kama mtu mzima. Unaona? Pako watoto wengine wenyewe wanakomala hawakuona hawajui wazazi wao. Unaona? Wale watu nao hawajiwezi. Okay. Yani wanakuwa hawajiwezi kutokea wako troublé. Wako troublé mentalement. Hawajiwezi. Hao ndio mnasaidia sasa. Hao ndio tunasaidia. Yani, okay. Vilema unaona hawana gisi wanaweza fanya kitu. Okay. Sasa Yani watoto wenyewe mayatima hivyo. Yani wako en français on dit abandonné à leur triste sort. Tu vas voir tous. Okay. Ndio kwa Kifaransa. Na pako wafungwa. Wenyewe walishatupiliwa yani. Na pako wafungwa na wafungwa wa moya. Okay. Sababu pana makata tofauti. Kuna wala. Okay. Kuhusu watu wazee, wale wazee sana walishazeeka, troisième âge. Na pana mayatima. Naweza kunisaidia ndugu? Okay, tuingie kwa Peter hapa. Unasemaje kwa hiyo? Nashukuru kwa neno kwanza. Kwa nini Moses International Foundation? Tungesema kwamba ni Moses National Foundation. Na hii Foundation National na ni international. C'est-à-dire hii fondation yetu hatukujifocalize tu hapa Burundi. Hapana. Hata kama imeanzia hapa lakini haiko focalize tu hapa. Yani kwa international wala international, c'est-à-dire ile hii fondation yetu itaenda mahali popote. Mais tunaanzia kwanza hapa. Kama vile nani wanasema ke la charité bien ordonnée commence par soi-même. Comme la charité bien ordonnée, gisi tunaishi Burundi, gisi tuko Warundi, inabidi tuanze kwanza hapa kwetu. Ndio maana objectif ya foundation yetu wala fondation yetu ni kusaidia kama kisi kaka ametoka kusema hapa, watu wasiojiweza. Watu wasiojiweza, cha kwanza ni yatima hajiwezi, hana msaada. Labda mama alikufa, baba alikufa, hana msaada yote. Kwa hiyo sisi kama vile foundation tuko na kazi ya kurassembler wale watoto yote. Kuwakusanyisha bote. Kwa ile kidogo ile msaada ambayo sisi tunaweza kuwa nao wala kupitia uwezo yetu sisi, tuko obligé kusaidia wale watoto. Dede fondation yetu pia iko na objectif ya kusaidia pia kama ndugu wangu ametaka kusema hapa, vilema. Kisha kwa kilema unakuwa handicapé, c'est-à-dire hauna tena moyo kutumika kama wengine. Gisi hauna ile gisi ya kutumika kama wengine, hauna nguvu. Tutafanyaje kama sisi foundation? Kwa maana kwanza fondation yetu tunatumika pamoja na Mungu. Sisi tunatumika pamoja na Mungu. Unajua mtu wote kwa watu ambao na vitu, pesa, lakini hawana ile volonté, hawana ile nia kusaidia wengine. Ndio maana sisi kama vile watumishi wa Mungu pia tunatumika ile volonté ambayo Mungu ametupatia. Nikipata viazi viwili, naona yatima anakosa, na bili nimpatie kimoja, tunachangia. Kama gisi hapa récemment mu fete ya Noeli. Niliwaona kwamba mlikuwa vraiment vitu vilikuwa sawa sana, watoto wajiwezi. Pia kuna wamama ambao nao hawajiwezi. Wajane pia. Ndio akasema sisi fondation Moses inabidi tukusanyishe wale watoto, tukusanyishe wale wamama, tukusanyishe hata vilema, tupate kuchangia nao. Ili nao wajikute kwamba
wako ambao eta wako sasa na watu wengine. Okay, wajisikie kwamba wako familia. Kuna watu ambao wanatupiliwa, wana mafamilia. Unakutana kuna Afrika vipindi kama na vile anakosa hata msaidia. Anasikia watu wako wa masherehe wako na furaha, lakini yeye hana kitu. Anabakia tu anavunjika nguvu. Kama sisi foundation Moses, ile ndo kazi yetu. Wasaidia wa vilema, wasiojiweza. Okay. Wasaidia pia hata wafungwa. Kuna wafungwa ambao yuko katika gereza wanaitwa kama wa innocent. Hana ndugu. Ametoka Kayanza, amefungwa hapa Burundi par exemple. Hana ndugu. Sasa kama sisi fondation na gizi tunatumika pamoja na Mungu kwa ile kidogo ambayo Mungu anatubariki nayo, tunawatembelea wale wafungwa, tunawasaidia kama ni chakula, kama ni mavazi. Hiyo ndo kazi yetu. Bwana, sio habari zenye ziko hapo tu. Kwa Christmas Day nilifika, kwa hiyo kiwanja wenye walikuwa wameandaa chakula cha watoto kabisa, sio habari ama sio midomo tu, niliona ingawaje tu sikwenda na cameraman ama na kifaa chochote, lakini nilipofika walinialika, nikapafika nikaona kwamba mambo yalikuwa sawa sana. Watoto wajane, yani wanyonge wenyewe wajiwezi, vraiment hongera sana kwa ile kazi. Bwana, tunaenda moja kwa moja sasa, tunataka tuambie kwa nini mimi naona logo hapo International Moses Foundation. Kwa nini hiyo logo mliamua kufanya hivyo? Tunaona mkono, viganja, yani sijui mnaweza kutufasilia aje kwa hiyo logo? Sijui mnaweza kutuambia nini kwa hiyo logo? Kama hivi unaona hii logo ina maana gani? Hii logo naweza kuongea mkifaransa? Haina shida tu. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ces logos ici? Est-ce qu'on va appeler la diplomatie des ONG? Vous voyez ici, il y a deux mains. Si vous regardez très bien, même si le logo n'est pas bien lisible, tu vois, si tu regardes très bien, tu vas voir qu'il y a deux mains. Et il y a une main noire et il y a une main blanche. Ouais. Et ici, tout ça ici, ouais, c'est la Terre, quoi, planète, quoi, forme ronde. Ici, il y a tous les pays du monde. Ouais, comme il a bien dit ici, mon ami, nous on est international. Ouais, donc nous on veut parcourir toute l'étendue du monde. Alors, il y a les pays ici, et puis il y a une main, il y a une deuxième main, comme ça se dit souvent en français, et la main qui donne est toujours supérieure à la main qui reçoit. Ouais. Nous on veut bien. Être soutenus aussi. Ouais, on a besoin de l'aide de tout le monde. Ouais, comme vous nous aidiez ici avec l'interview. On a besoin, c'est que ça signifie ces logos. Ouais, donc nous on a besoin d'être aidés. Donc main dans la main, faisons quelque chose de bon, quoi. Okay, kwa wenyewe hawasikie Kifaransa wako wanasema kwamba kuna support zenu zinahitajika kabisa, mujiunge na hao watu kabisa, kufanya mema. Mwenyewe alisema fanya mema nenda zako kabisa, inaweza kusaidia sana. Wanasaidia watu tofauti, wafungwa, the innocent, wanasaidia wajane, yani wenye hawajiwezi kwa kiufupi. Bwana, tunataka mtuambie, yani tuko tunasogea kwenye mwisho, lakini mtuambie sasa nyinyi faida yenu ni ipi? Kwa sababu watu wengi wanajiuliza, hao watu wanasaidia wanajifanya kama ni wanasaidia, wasaidizi nini, lakini kuna nafasi fulani wanapokelea, yani wanakamata yani zile intele zao. Sasa tunataka mtuambie, yani wazi mweke wazi, nyinyi faida yenu ni ipi? Ni kusaidia tu ama kuna wengine yani nyuma yale? Sasa tunaona dunia ndio inajengwa. Unajua sisi hatuna faida. Unajua kazi ya Mungu ni Mungu ndo analipa. Yani sisi faida yetu ni nini? Ni kuona mtu. Unajua katika maisha baba, unajua kitu kikubwa ni nini? Sio ujivunishie vitu nini. Yani sisi kama vile International Moses Foundation, unaona sisi kikubwa tunataka siku moja na sisi nani itufikiagi, tunaongea mtu basi anakushukuru, wanasema huyu anisaidia kitu fulani, a partir ya huyu mimi nikakuwa hivi. Yani ukashange maisha ya mtu, ukashange historia, unaona, ukashange historia ya peuple yote, unaona, ukachange historia. Ndio kitu kikubwa sisi, ndio yani hiyo ndio faida yetu. Kwa kuwa sisi tunasaidia tu, lakini Mungu atatulipa.
Tuna imani kwa sisi ni watumishi wa Mungu. Sisi vile vile ni mitume. Yani tulitumwa. Hatukutumwa na mwanadamu au akili zetu zenyewe hazikutuikalisha zikutuma. Kwa kuwa ukitumwa na akili zako utafeli. Ila lakini ikikuwa ni wito wa Mungu anakuita ufanye hiki kitu. Yani mwisho na mwisho anakulipa. Jua tu kama utalipwa hapa na utalipwa kule juu. Sasa tunataka kujua hii idea ni nani alileta hii idea? Ikatokea aje? Juu sio kila mtu hamkusikia, yani mko wawili ama tunataka yani mtuingie kidaki mu foundation yenu. Hii idea ni nani alileta idea? Nani alianzisha? Yani president ama kiongozi wa hii foundation ni nani? Tujue vitu kama na hivyo. Sasa kuhusu idea kuhusu hii idea unajua sisi ni watu wawili hapa lakini tuna representer watu wengi. Yani mko wakilishi kama. Yani tuko wengi. Na hii idea unajua kila mtu maisha anakuwa na ile kitu ya kutaka kufanya kitu. Lakini sasa sisi ni watu wenyewe tulisema hatutabakilia tu kusema tunataka inatakiwa sasa tufanye. Tuingie kikazi yani sisi ni watu wenyewe tulipata message za Mungu na tukaona inatakiwa. Hatukujiuliza unaona itakuwa mbona hatuna makazi mbona hivi na hivi. Tuliamua kuanza. Yani sio idea ya mtu mmoja, ni idea ya watu wengi. Lakini sasa sisi ni watu wenyewe tulijitolea kama vile wa volontaire. Sasa kwa nini mlikuja wawili hapa? Sasa hapa hivi tunakuja wawili unajua katika maisha katika makundi mengi. Kila mtu anakuwa na kazi. Watu wenyewe wana representer vitu. Labda wengine walishikiliwa. Lakini la prochaine msijali, tutakuwa wengi, tutakuwa kikundi. Msijali. Foundation International Moses Foundation ndio hiyo kabisa. Bwana anakuambia ni hit the world. Jackson Michael ndo aliwahi kusema hit the world, yani kuleta yani sura nyingine ya dunia. Mungu alikuweka hapa duniani sio kwa bure, lakini alikuleta hapa ili ubadilishe, sio kuiacha gisi uliikuta, lakini ujaribu basi ukufe na kitu chenyewe ulishafanya hapa. Bwana tunaenda kumaliza, lakini tunataka tuambie sasa mipango yenu ni ipi? Labda huyu mwaka mpya, tuko mwaka mpya, nilisema mwaka mpya na mambo mapya, si ndio? Bwana nataka mtuambie mipango yenu ya huyu mwaka. Tuliona Christmas Day mlikusanya watoto wenyewe wajiwezi, yani wanyonge, mkawalisha, mkawapatia hivi na vile. Nafuatilia yani ku Facebook, ukurasa wa Facebook na wafuatilia, mnaenda kuangalia watoto shuleni, mnaenda mnawapelekea makae, vitu kama madaftari, makalamu, vitu kama na hivyo. Sasa tunataka kujua mpango wenu wa huyu mwaka ni mpango gani? Nashukuru. Kabla sijajibia hiyo swali lako, kuna kitu ambacho napenda niongezee hapa kuhusu ile sema kwamba faida gani sisi tutapata. Unajua fondation yetu faida ya kwanza ni kuona mtu ambaye alikuwa anakataliwa wala vile mtoto yatima. Wakati naye sisi tunamsaidia anakomaa. Yani sisi tunamsaidia ili naye akomaa ajikute kwamba iko katika familia. Haiko tena yatima. Hiyo ni faida ya kwanza sisi tunapata. Faida nyingine kuna watoto pia ambao wako na mama zao nyumbani. Hana baba lakini iko na mama. Lakini mama hana uwezo wa kumsomesha. Hana uwezo. Kama sisi fondation, faida ya kwanza ni kuona kwamba ule mtoto tunaweza mprendre en charge. Ule mtoto tunampa ada za shule. Ule mtoto hana soma. Na kama sisi tuweze kupatia ada za shule, tunaweza tukasaidia hata pia mama yake. Mama yake anachuuza kitu kidogo. Kupitia ile buchuuzi ya mama, mtoto pia atapata kusoma. Hiyo ni faida ambazo sisi tunapata. Yaani faida zetu ni kusema kwamba wale ambao walikuwa watu ambao wanatupiliwa wajikute na kabisa wameona watu mbele yao. Yaani kubadilisha maisha ya watu wengine. Hiyo ndio faida sisi tunapata. Sisi tutarajia kwamba tutapata faida nyingine. Kama gisi tulisema kwamba kazi ambayo tunaifanya ni kazi ya Mungu. Tunatarajia faida yetu tutatoka kwa Mungu. Sasa mpango wenu wa mwaka? Katika mwaka huu kweli tuna mipango mingi. Na wanasema kama Mfrançais que l'homme propose, Dieu dispose. Sisi tunaweza tukapanga hiki na hiki na hiki, lakini Mungu hapendi kile kifanyike. Mipango yetu katika mwaka huu ni mipango mengi. Mipango ya kwanza ni kutembelea tena watoto. Tuwatembelea katika orphelinat. Na sisi pia tuko na mpango mwaka huu wa kufungua orphelinat yetu. Tuna mpango pia kutia shule za watoto. Sisi tutatia shule
tunaita watoto wanasoma, watoto mayatima ambao wana ile uwezo wa kwenda katika shule za kiserikali na shule zingine. Sisi tunachukua wale watoto tunawaencadre, watoto wanasoma ku propre moyen yetu. Lakini watu hapa mnaweza kuwachanganya. Huko mnasema support yani, lakini wanasikia mipango inaendelea. Wanasema haiko sawa, hao watu wako na pesa. Unajua mipango ni mengi. Sisi hatuna pesa. Yani kila kitu mpango kwanza. Idea. Naita yani idea kwanza. Yani financement nyuma. Cha pili ni volonté. Unajua? Cha pili ni volonté. Kulingana ile kidogo ambayo mimi niko nayo. Kuna watu wengine wanaosema hao watu wana ma ideas za mzuri wala ma ideas za bien. Na mimi naweza wasoutenir. Naweza soutenir kwa hiyo idea. Yani wajue kwamba hakuna support yoyote, hakuna pesa, ni mipango tu. Ni mipango. Na zile kidogo mko nazo. Kidogo tuko nazo. Lakini kupitia pia michango ya wengine ndio inaweza tupermettre na sisi tu atteindre ile bit. Yani mufike mbali zaidi. Ki international kama gisi jina leno. Kama gisi jina tu ninasema. Bwana tunaenda kumaliza kipindi chetu. Leo tulikuwa na International Moses Foundation. Mlisikia mengi sana, watu wanasaidia, ni ile tu yani ni Heal the World, yani tunaweza kusema kiufupi ndio hivyo, kubadilisha maisha ya wengine. Usibaki hivyo. Kama Mungu alikujalia neema ya kuwa na kitu fulani ama kidogo, ili unaita kidogo, unaweza changia na wengine. Sio lazima ufike hapa International Moses Foundation, lakini unaweza kuwa huko mikoani, huko katikati mwinchi, unaweza kuwa Karusi, Kirundo hivyo. Unaweza saidia watu penye uko. Sio lazima yani ufike huko Bujumbura, lakini unaweza kusaidia watu fasi yako hapo, wajirani wako uwasaidie. Kwa na roho nzuri itakusaidia mbele, kwa sababu ukitenda mema najua kwamba uko mbele utavuna. Leo tulikuwa na International Moses Foundation kabisa, tulikuwa na Peter, tulikuwa na Jione kabisa. Tunaweza kusema hapa, tunaweza kuwatakia kazi nzuri mwa huyu mwaka na miaka mingine iko mbele kabisa. Asante sana kwa kuja. Kipindi chetu ilikuwa Blue Internet Show. Karibu sana tena na tena. Tunashukuru tena. Wale kabisa, muendelee hivyo. Mungu najua kwamba atawakumbuka sana. Muwasalimie huko wengine. International Moses Foundation tunawapenda sana tena, tunawashukuru sana kwa kazi zenu. Bwana hii ni Balloon Kingdom TV. Mlikuwa na mimi Ox Winner ama Ox Lee. Hii ilikuwa Blue Talent Show. Niliwaambia talent zaidi ya zingine talent Mungu aliwapatia na akili yako. Utumie akili ndio utajua mema zaidi, na utajua kwamba ndio talent kubwa. Utajua kwamba sidanganye. Leo tukutanie hapa. Tunaendelea na vipindi vyetu kabisa. Jiunge nasi kupitia channel yetu ya YouTube ni Blue Kingdom TV. Fanya subscribe, share na like na udondoshe comment yako. Bwana tukutane tena na tena. Ni hapa. Twende.